moja, the Christians of today, Wakristo wa leo hii, they would rather stay out of the house and watch football than come into church. watasema ni heri kukaa kule nje wakitazama soka kushinda kukuja kanisani. The love of the world has destroyed many people's salvation. Kupenda ulimwengu umeharibu Ukristo wa watu wengi. They love trending things. Wanapenda mambo ya kibiashara, Trending things that trends. vitu ambavyo vinavuma. They like uvumi, vitu za kuvuma. Wanapenda vitu ambavyo vinavuma. Distractions in the order of priorities. Number 2 is marriages. Vizuizi kwa mpangilio wa vipaumbele. Nambari ya pili ni ndoa. They would rather stay away and take care of their marriages than come to the Lord. Ya kwamba wataona ni heri wakae mbali na kuitunza ndoa yao kushinda kumjia Bwana. Oh, my husband this, my wife this, Ya kwamba mke wangu hii, mume wangu hili. my child this. Ya kwamba mke wangu hii. Where is the place of the Lord? Mahali pa Bwana ni wapi? When you give every priority to your wife, your husband and your child. Wakati unapeana nafasi ya vipaumbele kwa mke wako, mume wako na mtoto wako. When Jesus entered the church, Wakati Yesu aliingia kanisani, he found they have been distracted away. They did not focus on the blood. aliwapata wamesongeshwa mbali, hawakuwa wameilenga damu. Number 2, Nambari ya pili, when Jesus entered the church, wakati Yesu aliingia kanisani, he found alipata that compromises ya kwamba makubaliano had removed holiness, ilikuwa imeondoa utakatifu had replaced holiness. na kuingia katika nafasi ya utakatifu. They are in the church. Na katika kanisa They are in the church, wamo kanisani, but full of compromises. lakini wamejaa na kukubaliana. Every kind of sin they are in. Kila wakati, kila dhambi wako ndani. They have not drawn line of Christianity. Hawajaweka mpaka. Compromises Kukubaliana has destroyed Christians of today. imeuharibu wa Kristo wa leo hii. Compromising with sin. Kukubaliana na dhambi. And number 3, the order of priority. Na nambari ya tatu katika mpangilio wa When vipaumbele, he entered the church, alipoingia kanisani, he found their hearts alipata mioyo yao with hidden sin. ikiwa na dhambi ambazo zimefichwa. Hidden sin. Dhambi ambazo zimefichwa. They are sitting in the worship team with hidden sins. Wanafanya dhambi katika kikundi cha ibada na dhambi ambazo zimefichwa. They are seated inside the worship team Wameketi katika kikundi cha ibada with the hidden sin. na dhambi ambazo zimefichwa. They are preaching with hidden sin. Wanahubiri na dhambi ambazo zimefichwa. They attend the church. Wanahudhuria kanisani, Their gown is long, mavazi yao ni marefu, but they are hiding sin. lakini wanaficha dhambi. They are wearing suits. Wamevalia masuti, They are members of the ministry, ni washirika katika huduma, but they are hiding sin. lakini wanaficha dhambi. When Jesus entered, Wakati Yesu aliingia, he found the church aliwapata kanisa hiding sin, likificha dhambi, and that became their weakness. na hiyo ikafanyika kwa udhaifu wao. Beloved people, Watu wapendwa, could it be that you are hiding sin inside the church? je, inaweza kuwa ya kwamba unaficha dhambi ndani ya kanisa? Today, Leo we are replacing sin with holiness. tunachukua utakatifu na kuiweka kwa nafasi ya dhambi. We are giving Jesus his rightful place. Tunampatia Yesu mahala pake panapofaa. How many are willing? Ni wangapi wana hiari? We are giving Jesus back our hearts. Tunampatia Yesu mioyo yetu. He died for it. Aliikufia, He suffered for it. He alitesekea, was abused for it. alitukana kwa ajili He yetu, shed blood for it. alimwaga damu kwa ajili Let yetu, him take my heart away. na akachukua moyo wangu, Let Jesus take the place in my heart. na kisha Yesu achukue mahali katika moyo He wangu. deserves my heart. Anastahili moyo He wangu, deserves my salvation. anastahili wokovu